Haleluya, mtu wa Mungu, nataka nikukaribishe mara tena. Baada ya kupotea kwa muda mrefu, ningependa kukaribisha tena ili ya kwamba tukaweze kushiriki neno la Bwana pamoja. Basi siku hii ya leo, tunaenda kusoma katika kitabu cha Kutoka ama Exodus, tutasoma 14, nitasoma kuanzia mstari wa 10 hadi wa 13. Ambapo neno linasema hivi: Farao alipokaribia, Waisraeli wakainua macho yao, wakawaona Wamisri wakija nyuma yao, wakashikwa na hofu, wakamlilia Bwana, wakamwambia Mose, "Je, ni kwamba hayakuwepo makaburi huko Misri, hata umetuleta tufe huku jangwani? Umetufanyia nini kutotoa Misri? Hatukukuambia tulipokuwa huko Misri, tuache tuwatumikie wa Misri? Ingekuwa vyema zaidi kwetu kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani." Mose akawaambia Waisraeli, "Msiogope, simameni imara, nanyi mtauona wokovu Bwana atakaowapatia leo. Hao wa Misri mnaowaona leo, hamtawaona kamwe, hamtawaona tena." Haleluya. Basi huenda wewe nao pia, mtu wa Mungu, unaweza kuwa umefika mahali umekata tamaa ndani ya wokovu wako, ama umekata tamaa katika hii safari ya wokovu na katika huduma. Umefika njiani, umekutana na mambo mazito, umekutana na mambo makubwa, umekutana na changamoto ndani ya maisha yako, hadi unahisi ya kwamba afadhali ingekuwa vyema uweze kuacha wokovu, uweze kurudi katika dunia. Unaona kwamba ni heri kule duniani mahali ambapo ulikuwa ni heri kabla ya kuokoka. Unahisi ya kwamba yale ambao ulikuwa unafanya, ulikuwa unapata faida ambazo ulikuwa unapokea kabla uokoke. Unaona kana kwamba ni bora kuliko mahali ambapo uko saa hizi, maana umekutana na changamoto zimekulemea, zimekuwa nzito zaidi. Unaweza kuwa kama Waisraeli pia, ambao walihisi ni vyema hata Musa angewaacha kule Misri waweze kuwatumikia wa Misri. Wanamnung'unikia Musa na kumwambia kwamba ingekuwa ni heri ungetuacha kule. Hatukukuambia kwamba utuache tuwatumikie wa Misri kuliko kuja kufa hapa jangwani? Wanauliza Musa ya kwamba kwani kule makaburi hayakukuwepo, ndipo tuleta hapa jangwani tufe? Wamekata tamaa baada ya kuona ya kwamba Farao na majeshi wake wanawaandama ili kuweza kuwarudisha kule ambako wametoka, ama kuweza kuangamiza. Wameshikwa na uoga baada ya kuona jeshi la Farao likuwa linawafuatilia. Wameshikwa na uoga hadi wanaanza kunung'unika, wanaanza kulalamika, wanaanza kumtupia Musa lawama. Inawezekana nao pia umefika mahali kama hapo. Lakini jambo nzuri ni kwamba Musa aliweza kuambia wana wa Israeli ya kwamba msiogope, maana hao wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena. Anawaambia Waisraeli wasimame imara, wasiogope. Kisha wataona wokovu ambao Bwana ataweza kuwapatia. Hakika kuna umuhimu sana katika kusimama imara. Kuna umuhimu katika kuwa thabiti. Kuna umuhimu katika kuwa na msimamo kwa sababu ya safari ambayo umeanza. Hakuna haja ya kurudi nyuma. Mpendwa, ningependa utambue hivi ya kwamba katika safari hii Mungu anafika mahali huwa anaruhusu majaribu yaje upande wetu. Na anaporuhusu hayo majaribu yaje, hayo majaribu Mungu huwa anatumia kama mtihani kwako wewe, mtihani wa kukusongesha kiwango kingine. Lakini hayo majaribu yanapokuja, inawezekana kwamba ni shetani ameyaleta. Na shetani anapoyaleta, anayaleta akiwa na lengo la kutaka kukuangamiza. Anayaleta akiwa na lengo la kukutaka kukurudisha kule ambako ulitoka. Lakini Bwana huwa anaruhusu
hayo majaribu yaje kwako na anayatumia kama mtihani kwako, ya kwamba wakati utakaposimama imara, wakati utakapokuwa dhabiti, wakati utakapoweka tumaini lako kwake, wakati utakapomtumainia, wakati utakapotambua ya kwamba ana nguvu za kukuokoa katika hayo, ujue ya kwamba utakuwa umesonga kiwango kingine. Hayo majaribu utakapoyashinda, neno la Bwana linasema ya kwamba kila jaribu huwa linakuja na mlango wa kutokea. Kila jaribu lina mlango. Anaporuhusu hayo majaribu yaje kwako, anayatumia kama mtihani, na huwa ameweka mlango wa kutokea. Wakati unaposimama imara na umtazamie, uangalie kwake, ukuwe na msimamo imara, usiogope yale majaribu, usiogope changamoto ambazo zimekuja, uzione kuwa ni kubwa, azinashinda uwezo ulio nao. Mungu ataweza kukuonyesha mlango wa kutokea. Kwa hivyo ni vyema kusimama imara, uone ya kwamba kuna uwezo kupitia kwake. Wakati unapomtumainia, atakuonyesha mlango wa kutokea, atakuonyesha mlango wa kuepuka, atakuonyesha mlango wa kushinda lile jaribu ambalo lengo lake shetani amelileta kwako, ili kutaka kukurudisha kule nyuma, ili kutaka kukuondoa katika uwepo wa Mungu, ili kutaka kukurudisha Misri, mahali pa utumwa. Kwa hivyo mpendwa, siku ya leo, usikubaliane na shetani, usikubaliane na ibilisi ya kwamba hayo majaribu yamekushinda, kama Waisraeli walivyotamani ya kwamba ingekuwa ni heri wabaki kule Misri, wawatumikie wa Misri. Sio vyema, maana utakuwa unampatia shetani nguvu za kukurudisha katika utumwa. Walipokuwa kule Misri walikuwa watumwa wa Misri, walikuwa wanawatumikia wa Misri. Kwa hivyo wangerudi kule, wangeendelea kuwa watumwa. Watu wa Mungu wangeendelea kutumikia wa Misri, wangeendelea kuwa mikononi mwa Farao. Usikubali mpendwa, simama imara, kisha Mungu ataweza kukuokoa. Utaweza kuona wokovu ambao Bwana atakupatia. Hayo majaribu unayaona leo, huo ugumu ambao unaona leo, hizo changamoto ambazo unaona leo, hayo mawimbi ambayo umekumbana nayo leo, hadi unahisi ya kwamba ingekuwa ni heri ukue katika dunia, hautayaona tena iwapo utasimama imara. Maana ni mtihani umepewa wa kukupeleka kiwango kingine iwapo utaweza kuupita. Ukipita huo mtihani, jua ya kwamba utaweza kuvuka ng'ambo ya pili. Waliposimama imara baada ya Musa kuwaongelesha, Mungu aliweza kutengeneza njia katikati ya bahari. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wakati jaribu linapokuja upande wako na usimame imara, Bwana atatengeneza njia mahali ambapo panaonekana kwamba hakuna njia. Maana nimesema kwamba kila jaribu linakuja na mlango wa kutokea, linakuja na njia ya kukwepa. Mungu ataweza kukuonyesha njia, na hiyo njia utakapopita ndani mwake utakuwa umevuka ng'ambo ya pili. Kwa hivyo kuna ushindi. Simama imara, kisha utaona ushindi ambao Bwana ataweza kukupatia. Hayo mapigo ambayo unapitia leo hautayaona.